All stand up with the man of God approaching this altar. Tusimame wakati mtumishi wa Mungu anasogea madhabahuni. Yes, welcome the man of God for the word of God this light time. Na sasa tunamkaribisha mtumishi wa Mungu, ni wakati sahihi sasa. Yes, welcome man of God, because the my mic has lifted the mic for me. So you are welcome man of God. Karibu sana mtumishi wa Mungu. In the pulpit here. Karibu madhabahuni. Praise King Jesus. Praise King Jesus. Bwana Yesu asifiwe. This is not how we praise the King. Praise King Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Yes, Jesus is a king. Yesu ni mfalme. And that's why we are in his kingdom. Na ndio maana tuko katika ufalme wake. So if you are in his kingdom, kwa hiyo kama ukiwa katika ufalme wake, you should understand that the king is over you. Kwa hiyo unapaswa kuelewa kwamba mfalme yuko juu yako. So when we say praise Jesus, tunaposema Bwana Yesu asifiwe, we are not just saying words. Hatusemi maneno tu. We are worshiping him. Tunamwabudu yeye. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, sir. God bless you. Mabibi na mabwana, as we are standing up, na tunaposimama hapa, let everybody stand up as we honor God and what he's going to give to us. Kila mmoja usimama mahali pale ulipo kwa ajili ya kumheshimu Mungu. We are welcoming a servant of God. Tunamkaribisha mtumishi wa Mungu who has served God in different nations. Aliyemtumikia Mungu katika mataifa mengi. And God has entrusted him with your word tonight. Na Mungu amemwamini akampa neno la kwako katika siku hii ya leo. The word you've been waiting for. Lile neno ambalo umekuwa ukilisubiria. God has sent it through his servant. Mungu amelituma kupitia mtumishi wake. With a shout of joy. Kwa vifijo na vigelegele. Let's join our hands together. Tupige makofi kwa pamoja. As will come Pastor Pawar from South Sudan in the name of Jesus. Tunapomkaribisha mchungaji Pawar kutoka Sudani ya Kusini katika jina la Yesu. Hallelujah. Makofi na vigelegele pale ulipo. That one was for me. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili yake. The clapping was for me. Makofi yalikuwa ni kwa ajili ya mchungaji. I want the other one for Jesus. Tunataka mengine sasa kwa ajili ya Yesu. I want better for Jesus. Tunataka mengine mazuri zaidi kwa ajili ya Yesu. For Jesus. Kwa ajili ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Have a seat, have a seat. Unaweza ukakaa pale ulipo. Before we go ahead, kabla hatujaendelea, we need to read our scriptures. Tunahitaji kusoma maandiko. And I would love the man of God, the prophet, to help me. Na mtumishi wa Mungu atanisaidia. Read in our language, Swahili. As he's coming, my name is Pawar. Jina lake anaitwa Pawar. Comes from South Sudan. Anatokea Sudani ya Kusini. Because sometimes, kwa sababu mara nyingine, there is we need to know the difference between Sudan and South Sudan. Tunahitaji kujua tofauti kati ya Sudani na Sudani ya Kusini. There is Sudan, kuna Sudani, and there is South Sudan. Na kuna nchi ya Sudani Kusini. Sudan got its independence. Sudani ilipata uhuru 1956. Mwaka 1956. But the nation that I'm coming from, lakini taifa analotoka mtumishi wa Mungu, that is South Sudan, ambalo ni Sudani ya Kusini, we got our independence walipata uhuru 2011. Mwaka 2011. 9 July. Tarehe 9 mwezi wa 7. So there's a difference. Kwa hiyo kuna tofauti. But all of us are Sudanese. Lakini wote kabisa ni wa Sudan. Because the word Sudan, kwa sababu neno Sudan means black. Linamaanisha mweusi. Hallelujah. So all of us are Sudanese. Kwa hiyo wote hapa ni wa Sudan. But we are in just different location. Lakini ni wa Sudan ambao wanatokea sehemu mbalimbali. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I honor the grace. Ninaheshimu neema, the men of God that are here. Neema ya watumishi wa Mungu walioko mahali hapa. Because the Bible say, kwa sababu Biblia inasema that when you are going to a city, kwamba unapokwenda katika mji wowote, look for the man of peace.
nenda kamtafute mtu wa amani, that will welcome you, na huyo anayekukaribisha. and these are the men of peace. Na hawa ndio watu wa amani. These are the men of God of the land. Hawa ni watu wa Mungu katika So taifa I hili. honor the grace upon your life. Kwa hiyo ninayaheshimu mafuta ya Mungu yaliyoko juu yenu. Hallelujah. Haleluya. I believe there are two people here Ninaamini kuna watu wa aina mbili mahali hapa that will be blessed today. ambao watabarikiwa siku hii ya leo. You did not hear me. I said there's two people here Hujanisikia bado, nimesema kuna watu that will wawili not mahali go hapa home the same. ambao hawataenda nyumbani wakiwa vile walivyo. They will not go home the same. Hawataenda nyumbani wakiwa vile walivyo. Can I tell you? Ngoja nikwambie, I know one person. ninamjua mtu The mmoja. other person I don't know. Mtu mwingine mimi simjui. Should I tell you the person that I know? Je, nikwambie huyo mtu ninayemfahamu? I said two people. Nimesema watu wawili, One person I am sure of. na mtu mmoja ambaye nina uhakika na yeye, And the person that I'm sure of na huyo mtu ambaye nina uhakika na yeye is me. ni mimi. I don't know the other person. Are you that person? Simjui huyo Are mtu you that mwingine. person? Je, wewe ndiye I yule said mtu? two people. Nimesema watu wawili, And the first person is me. na mtu wa kwanza kabisa ni I don't mimi. know the second person. Simjui mtu mwingine Because wa if you pili, preach the word of God, kwa sababu unapohubiri and the neno la word Mungu, of God does not minister to you na hilo kwa sababu ukihubiri neno la Mungu as na a neno la Mungu preacher, kama wewe mhubiri, then the message is not from the throne of grace. neno hilo lisipokusaidia, kwa hiyo neno hilo halijatoka katika madhabahu ya mbinguni. Hallelujah. Haleluya. And I am not preaching different Jesus. Na mimi sihubiri Yesu mwingine. I'm preaching the same Jesus. Ninahubiri Yesu yule yule, Jesus that you know. Yesu Because unayemfahamu, Paul said kwa sababu Biblia inasema that if there is any man coming with a new gospel kwamba kama kuna mtu mwingine akaja na neno na or injili new nyingine Jesus, kwa habari ya kinyume na Yesu, let him be cast. huyo mtu na laaniwe. That's why I'm saying we are carrying the same Jesus. Na ndio maana ninasema tunambeba Yesu yule yule, But what makes him unique? lakini kinachomfanya awe tofauti, Because he's today, kwa sababu yeye yupo he's leo, yesterday, alikuwepo and jana he's forevermore, na atakuwepo and milele, he's alive. na atakuwepo That's maisha why we are yote. preaching him. Na ndio maana tunamhubiri And huyo. somebody said he's alive. Na mtu mmoja aseme anaishi, That's why we are preaching him. na ndio maana That's why tunamhubiri. there's something new every day. Na ndio maana kuna kitu kipya kila siku. The Jesus that we are preaching Yesu yule is tunayemhubiri alive. anaishi, yuko hai. Hallelujah. Haleluya. I want you to look at this. Nataka uangalie jambo hili. I know it is a crusade, Ninajua huu ni mkutano, but again the message is going for all of us. lakini ujumbe huu unaenda kwa watu wote. If you are a believer in Christ, Kama wewe unamwamini Yesu or you are not yet in Christ, au bado hujamwamini Yesu, put in mind weka haya katika that mawazo the yako. topic we are talking about Ujumbe tunaozungumzia siku ya very leo key for you. ni ujumbe maalum sana And kwako. we are talking about the life of Christ. Tunaongelea kuhusu maisha ya Yesu Kristo. Life of Christ. Maisha ya Yesu Kristo. Life of Christ. Maisha ya Yesu Kristo. Not your life. Not your life. Sio maisha ya kwako, But life of Christ. lakini maisha ya Yesu Kristo. This is what we're going to talk about. Na ndicho tunachokwenda In kuongelea siku ya another leo. way, Kwa namna nyingine, the life that you are living, maisha unayoishi wewe if you are a Christian, kama wewe ni it's Mkristo, not your life. sio maisha ya It's life kwako, of Christ. ni maisha ya Yesu And Kristo. if you are not yet Christian, Na kama wewe bado haujampokea Yesu, I invite you today ninakukaribisha to siku ya have life leo of Christ. ili upate maisha ya Yesu. Hallelujah. Haleluya.